Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Mei 18, mpango wa ukombozi. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Utasoma Petro wa pili 1:3. Na tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema, tunajikabidhi kwako tunapoenda kujifunza maandiko yako matakatifu. Kwa pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Ulimwengu wa Kikristo unaouelewa hafifu mno wa mpango wa ukombozi. Mwanadamu anavyofundishwa sasa na watu wanaodai kuyafahamu maandiko, kamwe hawezi kujua ukubwa wa anguko lake na hali yake ya chini. Lakini utume wa Kristo utafunua ukweli kama ulivyo ndani ya Yesu. Mwanadamu anaweza kujua kina ambacho kwacho amezama tu kwa kuutazama mnyororo wa ajabu wa ukombozi uliotumiwa ili kumvuta nje. Ukubwa wa kuharibiwa kwetu unaweza kutambuliwa tu katika nuru ya Mungu iliyooneshwa kwenye msalaba wa Kalvari. Mpango wa pekee wa ukombozi unaweza kutambuliwa tu katika kifo cha Yesu. Ulimwengu kwa hekima yake wenyewe hauwezi kupata kumjua Mungu wa kweli na aliye hai kwa usahihi. Kristo alipokuja katika ulimwengu huu akiuvika uungu wake kwa ubinadamu, jinsi alivyotendewa na mamlaka kuu ya taifa lililodai kumjua Mungu, kulidhihirisha kikamilifu nguvu ya hekima na akili ya kibinadamu. Akili yao haikuweza kuunda wazo sahihi juu ya Mungu kupitia njia za kazi zake. Mwanadamu anaweza kuishi sheria kwa njia tu ya kumwamini Yesu Kristo. Mwanadamu hawezi kujiokoa mwenyewe, bali kwa mwana wa Mungu kupigana vita vyake kwa ajili yake. Na anamweka mahali pafaapo kwa kumpatia sifa zake takatifu. Na mwanadamu anapopokea haki ya Yesu, anakuwa mshirika wa asili ya Mungu. Anaweza kuzitunza na kuziishi amri za Mungu. Petro anasema, tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Ukweli kama ulivyo ndani ya Yesu ni utii kwa kila kanuni ya Yehova, utakaso wa Biblia usio utakaso wa bandia ambao hauwezi kuyachunguza maandiko, lakini utaweka tumaini kwenye hisia nzuri na msisimko badala ya kutafuta ukweli kama hazina iliyositirika. Utakaso wa Biblia utamongoza aliyetakaswa na ukujua matakwa ya Mungu na kuyatii. Kuna mbingu safi na takatifu ambayo imewekwa tayari kwa ajili ya wale wanaozitunza amri za Mungu. Inastahili uzima, ustahimilivu na juhudi zisizochosha. Shetani yuko mkono wako wa kuume na wa kushoto, yuko mbele yako na nyuma yako. Huzigawia udanganyifu wake roho ambazo haziutunzi ukweli kama ulivyo ndani ya Yesu. Yeye, mwangamizaji, yu juu yako ili kufanya kila juhudi zako kupooza. Lakini kuna taji ya uzima inayopaswa kutwaliwa, maisha yale yenye upatanifu na maisha ya Mungu. Na wale ambao hawafungi mioyo na akili zao kwa usadikisho, watajifunza kile upendo wa Mungu mtakatifu na mwenye haki ulivyo. Kwa maana ni kanuni ya kushangaza
ifanyayo kazi kwa namna ya ajabu na kushangaza ili kuipatia jamii ya wanadamu wokovu. Utasoma The Review and Herald la Februari 8 mwaka 1898. Huu ni mwisho wa somo letu la Mei 18, mpango wa ukombozi. Na tuombe. Asante Baba kwa somo hili zuri, tunajikabidhi kwako siku ya leo. Tembea pamoja nasi, zidi kutukumbusha yale tuliyojifunza kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja.